umri wake yule au pika katika umri wake ule ndo anaandaliwa kuwa mke, sio kitchen party. Yaani mama wengine wanajidanganya kwamba kwa kitchen party, unajua mume wako akifika, piga goti mpaka chini. Ng'ombe hawezi kunenepa siku ya nada. Wewe mume wako ulikuwa unajibizana naye tu ovyo ovyo. Hata umwiti hata chini ya heshima kama mume wako bwana wangu umwiti. Wewe anodi, hebu njoo hapa. Alafu sio kitchen party unamwambia mtoto wako, yaani mume wako usimheshimu, unatakiwa umheshimu. Usimuite tu majina ya ajabu ajabu. Muite mume wangu, sijui kipenzi changu, sijui baba watoto wangu. Wakati wewe hebu njoo hapa. Yaani wewe mwanaume utanitambua mimi ni nani? Mtoto wako amekuwa akisikia hivyo vitu. Maana yake ulikuwa unamwandaa kuwa mke asiye na heshima. Kwa sababu wewe umekuwa ni mwanamke ambaye sio na nini? Na heshima. Kwa hiyo ukishindwa kumwandaa mtoto wako kuwa mke mwema, unamwandaa kushindwa kuwa mke. Sasa tutajifunza nguvu ya nini? Ya maandalizi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Andikeni mnaoandika. Huwezi kupata mafanikio yaliyo juu ya maandalizi uliyoyafanya. You cannot get success that is above preparation that you have made. Huwezi kufanikiwa zaidi ya maandalizi uliyoyafanya. Kwa mafanikio yako yatatuonyesha kiwango cha maandalizi uliyoyafanya. Jina la Bwana libarikiwe. Wewe ni wape ushuhuda mmoja. Wakati niko darasa la 7 mwaka 2013 nakumbuka, tulishiriki mashindano ya UMITASHUMTA. Sasa yale mashindano ya UMITASHUMTA, yaani mimi nilishiriki kama ajali tu yani, kwa sababu niliona tu watu wanaenda wanakimbia na mimi nikasema wanakimbia na mimi kwa ile nikakimbia. Nikaenda tukaanza tukashiriki ile mashindano. Mimi nilishiriki shule ya msingi, mimi nimesoma Dar. Kwa hiyo tukaanza kushirikishwa kitarafa, sio kila kote huko nikashinda. Yaani nilikuwa wa kwanza. Mimi nilipo hapa na medali 3 za dhahabu za kukimbia. Usinione hivi kwamba tumisha hawezi kukimbia. Nilipata medali 3 za dhahabu. Nakumbuka tulikimbia kwenye chuo cha UDSM pale, kwenye viwanja vya Mlimani. Tukakimbia vizuri tukashinda. Mita 100 nikawa wa kwanza. Mita 200 nikawa wa kwanza. Mita 400 nikawa wa kwanza, nikachukua medali 3. Sasa tukaenda kwenye mashindano ya kitaifa sasa. Sema Kibaha sekondari tano. Mashindano ya kitaifa. Tukutana na watu mbalimbali sasa, ndio nikajua kumbe kuna watu wanaitwa Wasukuma. Kumbe kuna watu waga tukutana na mtu anaanza kuambia, nilikwambia hili ndogo sio la kwetu. Sema watu wakikina nani? Wao sisi kwa watu wa mjini. Kutoka Dar es Salaam. Tana watu wa lugha kutoka mkoani huko. Sasa kwenye mashindano sasa unashindana na Masai huko anakimbizana sijui na ng'ombe anakimbizana nini. Unashindana na Wasukuma wamezoea kukimbia. Tukaanza mita 100. Kama kawaida nikasema nilishinda kule. Mita 100 anakimbizana wa mwisho. Mita 200 wa mwisho. Mita 400 wa mwisho. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Niliposhindana mara ya kwanza na watu wa Dar es Salaam wanaokula chipsi kama nilivyokuwa nakula chipsi mimi na wali, nikajua nimeshinda. Mazoezi tulikuwa tunafanya tunazunguka tu uwanja basi. Kuna watu wanazunguka milima huko wanafanya. Kwa hiyo nilipoenda kushindana na watu waliojiandaa zaidi ya mimi, nilishindwa vibaya mno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unajifunza nini? Kwamba maandalizi ni kitu muhimu sana. Na tunasema maandalizi nini? Maandalizi ni mchakato wa makusudi wa kujiandaa leo. Maandalizi ni mchakato wa makusudi wa kujiandaa leo kwa ajili ya fursa au changamoto au baraka za kesho. Maandalizi ni mchakato wa makusudi wa kujiandaa leo kwa ajili ya fursa
changamoto au baraka za nini? Za kesho. Jina la Bwana libarikiwe. Kuna watu wengi leo hii wanashindwa kufanikiwa kwa sababu hawakuwa na maandalizi ya kutosha ambayo yangewafanya wao wafanye nini? Wafanikiwe. Yesu aliishi miaka mingapi? Yesu aliishi miaka 33 na nusu. Lakini Yesu katika kipindi cha miaka 30 hajawahi hubiri. Hajawahi kuombea hata kilema. Katika kipindi cha miaka 30 alikuwa anajiandaa tu. Mwisho wa siku, kutokana na maandalizi makubwa ambayo Yesu alifanya, katika miaka 3 na nusu Yesu alifanya vitu ambavyo Biblia inasema hivi, kama yangeandikwa yote aliyofanya Yesu, hakuna kitabu ambacho kingetosha.